next year tukienda election au tukishatu approved by na IEBC vijana wako very punctual hapa hivi kama unajua ulivyote 2 years financial bill jina lako kuwe tu hapa na kama ulivyote no hapa sasa tujue tu ni nani anaenda home mapema. You me personally right now if I was to vote to someone, if I'm going okay when you vote this is my criteria. Mimi nitaangalia your manifesto with your current manifesto. I just want to see manifesto yako ya 2022 ilikuwa nasema nini na kwa hizi vitu zote gani umeachieve literally tuachane na there's a governor mwenye alikuwa na manifesto ya kutengeneza Hollywood Kenya governor alikuwa na dream ya kutengeneza Hollywood Kenya. It was a manifesto in 2013. And to the youth I'll continue saying this brother and to our youth 2020 elections be sound minded let us choose right. Wewe ni comrade uko campus unaona vinye maisha ni ngumu fee inapanda daily health ni ngumu go and vote right. Don't just say 2 term or 1 term because watu wanasema useme tu 1 term because watu wanasema know what you want usi move juu ya mbogi go and do your research useme tu 2 term because watu wanasema. Another beautiful day to have you, our viewers, our listeners, and our fans of Mombo Broadcast. Leo, we are so happy to be here. Tunashukuru sana tuko hapa. We are happy. Personally, I had a very good night, good day so far. My week inaendelea fiti sana. Thank you so much. Hope you are having a good one too. Brian, how is your week, my friend? My week is so good, wallahi. Vitu mingi zina happen. Naweza sema Mungu anarahisisha, but again we're in a country where kuna I feel someone is undermining our national unity in the country. Like literally, Kuna a symbol of national unity in a country we live in, but right now the position doesn't serve as a national unity anymore. Like tunaona symbols of national unity. Hapo na the president. The president alikuwa hapo. Do we have something like the constitution? The constitution and the flag. Yeah. So moja inakuwa undermine. Because hopefully our viewers and everyone at large meona what is going on between the president and the United Opposition Party. So the president currently attack the opposition. Hope you are seeing them. Yeah, we're seeing that. But who started attacking who first? The opposition was the first to start attacking. Oh, so it was Gachagua. The United Opposition was the first to attack. They used to walikuwa wanaongea much about the president. So ilifika mali the president alifeel is too much on his side. So kama kuretaliate back. You remember in high school tulikuwa tunasema tuna retaliate tunaenda kupiga wase. So the president aliamua acha kaende let me go down. There's nothing I'm losing. At the end of the day I'm the president of this country. Literally because I watched Gachagua. Akiambia the president or who was addressing that the president, we know is the president. Alikuwa anaambia ati amekonda hadi masio zimeanza kutoka. So was that after the president retaliate ama before the president retaliate? The president retaliate yesterday. So yeye alianza maneno. Retaliate kwa rally zake ya jana akiwa Western Kenya. So ndio president alisema watu wengine wamenona. Ndio hapo unasema kwanza unakuja. Ndio hapo huyu wa mlima huyu. Alimwata kweli. Si ndio kwani where do you think the beef is coming from? Like unajua I was listening to the president talk and allegedly aliattack huyu former CS aliattack education aliattack Wamalwa allegedly. We know who you are addressing. We know. But sikusikia kiatako anatembea attack Gachagua alikuwa attack. Alimwambia Gachagua ndio aliambiwa kuna watu wamenona ndio maana walikuwa nalala kwa ofisi za nini Gachagua aliambiwa alikuwa analala na watoto, which is definitely wrong. That is so wrong. If it is true, now Mr. President uko power, hii kitu tunafaa kutuambia tunafaa tupeleke mtu ndani. Yeye alikuwa analala na watoto wadogo alafu anaua. Unajua 001 pia kwa PR hapo Simba si mbaya. Simba ako sawa but ile ni PR. Literally. So kuna vitu I was reading here. Let me see if I still have them.
listen. Kwa ile kula it was Matiang'i. Let me just a minute too. Kuna kitu ilikuwa ati hapa president this move went viral and President Ruto took a jab at the physical fitness of the opposition leaders. Yes. Specifically responding to Rigathi Gachagua comment about president's own lost weight. Ruto akamjibu, some leaders should go to the gym to lose their big bellies, claiming that their weight was making them sleep during official meetings. Unajua this is the reason I miss Baba. Ungepata Baba kijibizana maswali kama hizo. Angejibu. Baba alikuwa anaitwa tu Mogorokia the worst ama mtu vitendawili the worst alikuwa anafanya ni kusema tu kitendawili. Kuna mmoja wetu hapa. Kitendawili ilikuwa ni yako sasa ni yangu. Mimi ni nani? Nile that was it. But ukipata sasa 001 ameweza kusema watu waende gym. Alafu pia anaambiwa but literally pia. But that was so bad I feel. Alafu kuna yenye pia walikuwa na target Kalonzo Musyoka. Alikuwa anasema Kalonzo okay ni Kalonzo of course. Alikuwa in power for 50 years. But hakuna kitu amefanya hata barabara anatengeneza sasa hii. Barabara kwenda kwao nienda anatengeneza. Alikuwa anambia nisikia I read an article somewhere akisema tu akitoka in case arudi 20 next year ata make sure ameenda na Kalonzo nyumbani. Atibiwa amekaa sana kwa power na kuna ata make sure ameenda nyumbani. But where do you think the beef is coming from? Why is the president beefing with the opposition? This is the first time, to be honest. Mr. Jayona, the president beefing with the opposition. Time ya Moi, we knew what used to happen. Ukiwa opposition, you used to go, kuna pelekwa exile. Yeah. That was so common. Time ya Kibaki, opposition was there. Yeah. But opposition after Kibaki kwa anajibingi opposition. Hako anajibu opposition, sindio? But time ya Ruto, time ya Uhuru pia we saw there was an opposition. NASA was an opposition, ODM was an opposition. But sikusikia nani anajibishana na kina Ruto, na kina nani. Uhuru did yes, but equal that intense. But haikuwa that intense where we mentioned like when you were to like so una attack na body structure yake lala mara kuna mmoja hewa kuna yenye lidibamba kuna mmoja wetu hapa anatoka hapa Western na huyu hata tunajua bibi alikatishindwa kupata akapewa bibi ya ndugu yake kijana si yani kijana hata watoto si wake like ile kwa sababu amepewa watoto hadi na shamba hadi nyumba imemshinda kujenga hadi na pange kwake ni arudi apange ili hadi nyumba imemshinda kujenga that was so bad 001 aliamua kushuka na before kushuka na but do you think this is killing us in a killer our national unity as a country now because this is a symbol of president. Okay, the first person we're looking for first the president akikuja chini una expect what of judges say me I don't feel kuna shida hapo. It is just politics and it is just entertaining. Like literally utapata kama aku attack their families or a community, this just ni kitu ni PR wote wanajua what they are doing. Hii kadu anacheza and hakuna nothing serious about that. Wanataka kila mtu anajaribu kupula ile kama unajua sai one time is really kila mtu anarelate na one time sai tu ni 001. Ukienda kwa any governor mwambie one time haizi resonate naye because mostly hii slang imeundiwa 001. So kama sai si story kubwa sana. Ni ile tu watu wanajaribu kufind the foot na kufind tu vinyana za the opposition's weak point. Alafu kuna kitu tena Ruto alisema, the president said that the opposition are clueless and directionless, claiming that they have no alternative agenda for the economy or agriculture. He even used the word like fala. They are clueless to describe the people when you wanapinga the affordable housing. Yes, affordable housing si mbaya. But hapo kwa clueless and directionless. Do you feel maybe I don't know because hapo tukiongelea hapo stories are clueless na kukosa direction. If they are clueless na mkosa direction awangu wanasema one time. So kuna direction. Kuna direction the first movie is one time. So lakini imekuwa very very funny. Anyway, I actually have really enjoyed the politics. Sijui kama wewe walisina ama wa viewer. Sijui have you enjoyed hii politics ya sasa imeanza? Itakuwa heated. This is just the third month. This is the third month of the year. Na tunaingia politics season. Na hii politics season inaenda next year around August. It's going to be messy.
just buckle up as our viewer and as a Mwambao fan, buckle up. We are going to bring all of this only hapa Mwambao. So do you feel, as we continue, do you feel president anafaa ku back up from politics right now? Literally, yeah. Anafaa ku focus on working right now. Literally, yeah. I feel that is the best option. Anafaa afanye. Anafaa kwanza afanye tu kazi. Unajua in Swahili wanasema kizuri chajiuza. Alafu kibaya tembeza. Literally, yeah. Kitu yako mzuri utajiuza tu hapo nje. So apige tu kazi kwanza because tunajua 001. Kani propaganda na PR anajua vizuri sana. Anajua vizuri sana. 001 anajua. So literally afanye tu kazi. Time PR ikifika tutameza PR na pia kazi kwa mzuri. Tunaweza kupea tu tamu. Ikiwa mbaya pia home. So given that side kuna opposition in the government na this opposition wanatufunguanga macho. Let's use the word wanatufunguanga macho because in a country where there is no opposition, mostly the government fail to deliver. So unadhani this stuff, whatever happened, something may spark the beginning of a new opposition, ama we're just going to continue experience the same things? Is there really a new opposition? I mean, what I mean by a new position, the new movement of opposition. So they're going to waenda kupeana 10 times what they used to do. Like pushing the government because whatever. Keeping the government in check than the opposition that are doing there. I mean, like the current opposition, whatever kina alikuwa anataka Gachagua. Hata Gachagua really stated that kitu ulikuwa unataka ndio tumefanya. Kitu tulikuwa tunataka kufanya ndio umefanya Kasongo. That is what he said. Urudi chini. What's called presidential? Juu walikuwa na expect wakuje chini ndio waanze ku-engage on this level. Now that is exactly what the president did. That is so bad. That is the worst move. Because sasa najua sai sijui National Intelligence Service inaambia ni but sijui kama sai narrative ikikuwa tu drawn around the president itashika sana. Easily narrative ikikuwa tu drawn around the president itashika sana. Because bado the president is unpopular in Kawasi sana. Is unpopular. Like literally sai kuuza president ni ngumu sana to the people. Aje. One time ni mingi. Literally watu wataki president. So kumuuza to us ama the citizens itakuwa ngumu. Do you think one time is mingi sahi? Literally yeah. I feel just what I see. Sahi kuna hashtag ya tutam. Sawa, iko ina trend sana. Tutam. Sawa but wait and see. Because na tukiongelea hivi hata before tuende to our viewers nataka kuambia tuko kadi. Go and take your votes. And chukua kura lazima to make changes this coming year. And I'm really telling you this but on a serious note. There's a challenge pale TikTok inaitwa tuko kadi. Tuko kadi. Hata mimi niko kadi. Mimi already niko kadi. And mimi nilikuwa kadi by 2022. Literally. Yeah. I'm just waiting for the D-Day to come. And that's fine. Yeah. Because literally a lot of things are going to change next year. People are going to go home. Hiyo song ya Nameless hiyo ndo nataka ikuwe theme song ya next year. I'm coming home. Hiyo inafaa kuwa theme song ya next year. Ama opposition waitumie I'm coming home. Narudi nyumbani. Narudi. But I feel our politics inaenda ku change. Level ishafika iko heated, yes, iko that much heated, but piko na utamu sasa. Because niko sure Wamunyoro anakuja na another comeback. It's going to be messy. We know Wamunyoro. Mimi, to be honest, let me this is from my side. I love the politics that guy is playing. Because he's keeping it rough. You know, for the longest time after handshake here 2024. Tuko na handshake mbili? See, after the broad-based government. Before the broad-based government. Me, it was like an handshake. After hiyo nini? Kenya ilikuwa imetulia for a while. Sana. Hatukuwa na strong opposition. Up to the time the Rigathi alitolewa from the deputy presidency. Yes. Alafu hapo ndiye he was looking for a way to be relevant. So that hiyo ni njia na pale, but whatever he's doing, he's keeping the government in check. Na me, that's what I love. Me, I don't love a politics that imetulia. I repair the energy I need. Like hiyo ndio kazi ya opposition. Ukisha claim when opposition, then keep the government in check. But again okay, as much as tuna keep the government in check, president pia anafaa kujua the limits. Najua but hapo unajua yes unajua limits, but hapo pia unajua president ako surround na NIS, ako surround na advisors wake. Ukiona ameblow hivi, there's a reason na kuna kitu ana target. I think ni hasira tu hiyo. Are you sure?
Ngojua tu ni hasira tu. I believe anajua kitu anafanya. You sure? And it's a script. Unaona kikona watu hapa mbele. Hata wakona that is a smart guy, but pia tuseme is a smart guy. People are smart, but no, he knows how to play his politics right. He knows how to play his politics. But still, I feel it was too early to kujitokeza kusema this and this. It is. It is too early kutoka tuanze kusema juu you are a symbol of national unity. Literally, yeah. Juu without president, president wametuweka pamoja, national unity. What do you know about national unity? Ana unite watu wa Konde na watu wa Nono. Watu wanaribu hewa na kuharibu hewa. Literally, watu wamechukuliwa mabibi, watu hawana manyumba, watu wako na manyumba. So you are a fan of these people. You are a fan of these people. I think right now president anafaa kuacha most PRs kwa his fellow watu wako kwa ni serikali yake tuna work. For example, akina Ledama unakuwa kwa broad based government. Anafaa kuwa na PR sahihi sana. Anafaa kusukuma PR za president sana. But president still now I feel anafaa kuwa anatumia na work. President anafaa work, but una serious not ukiona tukifrag. You saw the energy that ODM ilikuwa napea Raila. Do you feel wako in power? Do you feel wako na prison? Ndio. Wako na prison. Prezo bado nataka win the votes. From what I'm seeing. Anataka dominate the central. I mean not the central still but the western region. Unajua western region na the Nyanza region, tuseme to the western parts of the Kenya, Nyanza plus plus western. Ni ilikuwa ni days ya ODM for the longest time. Sana. ODM used to win. ODM ilikuwa na gather a massive votes kwa hizo places. So me I feel still president anataka kuset a farm base, anataka kuset a foundation kwa hizo places. Ndio hata next year tukifika the election period ama the campaign period already asha establish whatever he wants. Yeah. So like akushona hapo votes. Anataka tu kushua. So unaona sasa hizi bado yuko mingi central. Sana. So you notice campaign zake mingi ziko wapi? Ziko western na Nyanza. Western part of Kenya sasa. So me I think it's a political move that is still making. Anataka to make sure amegather hizo votes. Hata kama atapata 100%. Azipata 100. To be honest. Hata kama atapata 70% of the votes, but at least atakuwa na the majority of the votes. Okay. Yeah, that's a good point actually. But hata tungoje because politics is boiling out nicely. Na let us me kitu bana naimiza youths bana. Tuchukue kura. Hii ndio change because nimekuwa nikiinteract na my fellow youths na wako na one word ati. So mi vote yangu moja ita bring change gani? So imagine you unasema somebody told me that at just this my one vote decided on Kenya. So imagine if a million people say the same thing and did it actually. You need a change because the last presidential election it was difference at 200 votes. 200,000 votes. Yeah. So tuko kadi. Alafu unajua the same thing 2017. You remember we had by elections in 2017. Alafu do you know the reason why Uhuru alienda hiyo time ni juu watu wa Nyanza wako show up. Walikata kuvote juu ilikuwa the election ilikuwa around October. Yeah. Alafu wakakataa kushow up juu sijui Raila alisema tusivote. So hiyo ndio tulifanya nani akawin. Yeah, literally. So kama sahi watu wa the fellow youths tuko now. If you kumekataa kuchukua kura ukisema this one vote won't make a difference. No, that one vote has a difference. Yeah. Iko na very big difference. Iko na very big impact. Imagine hiyo vote yako uwekele kwa box, mtu mwingine aweke kwa box, mtu mwingine aweke kwa box. Hizo votes ukizicombine zinaweza sum up to a lot of votes. Na hizi ndio votes zinapea watu kura na hizi votes zinafanya watu wengine wanaenda nyumbani. We know tuko na watu wafanye kazi. Literally, and what I was thinking that next year tukienda election, watu wakishatu approved by na ya IBC. Vijana wako very punctual hapa hivi. Kama unajua ulivote to yes financial bill, jina lako kuwe tu hapa. Na kama ulivote no hapa. Sasa tujue tu ni nani anaenda home mapema. Tunafaa kujua watu wako home. Juu listen si tunajua if we kari mtu wa yes. Ndugu yangu kisonga hivi kidogo tuachie watu wengine wafanye kazi. But do you know we also have a problem with people. We tend to forget so easily. Literally we do forget. We tend to forget. So your finance bill is not a thing right now. It isn't. But it's not. It is. It's not. Just be patient. Ongoja tuingie November, December. You will see that. Unless it has car. Literally, I think itakaa kama prophecy, but you'll see billboards
with everyone that was killed during that protest hapa nje. Me, that's what I'd love to see. Utaziona hapa nje billboard, people were killed, the documentaries then resurface again. And I feel that will be very bad. Do they really resurface? They will. No, Cyrus, let me tell you something. Let me use this word. In 2007, yes, there's a boss in the country who was taken to a court. It's not in 2000, but later in the years, because there was a massacre in the church. Yeah. It really happened in the church. But you saw the outcome of the elections that happened. Literally, yeah. So, we are Kenyans at the end of the day. People easily forget about what happened, unless it's fresh. I feel people do forget what happens, but unajua pia tuko na two generations. Hii generation kwa 27 na hii ni total two different generations. Do you remember kitilifanya tukaingia streets 2024? Ilikuwa kitu ndogo sana. Yeah. Na ilikuwa ilikuwa financial bill, but what raised the rage ni Masai aliuliwa. Rex Masai aliuliwa in June 2024. It was in June. Before the protest was on 25th. 23rd June. The first protest. Yeah, the first protest. So ilikuwa trigger na kitu ndogo sana. Hizo vitu zote hizi vitu to resurface again, they will be triggered by something so small. And maybe government ikifumble, you know, the only way to hizi vitu zinaweza we can bring a change is vitu zikitokea again you period election. But it happen tena way before the election. Something that I'm very sure the government has to kufumble up after August. No, that is the only time hizo vitu like inaweza happen. Literally. Napo hiyo ile time, sorry to say, but hiyo ile time kama what happened to Ojwang happened during that time, 70-75% praise alikwenda huko. So where do you stand for? Do you stand for one term or do you stand for two term? Bana, on a serious note, I feel we need change. We need change. It is not mine to say, but tutaona hiyo time ikifika, because I say ambia ati praise ati wewe ni one term, wewe ni two term. But kuna time ya kufanya kazi. Baada anaweza change. But asipo change, I'm sorry. Palma. Asipo change. You're saving the goal. So, but literally if the president akifanya kazi, hata utampea tu. Because initiative kama nini? Kama what? E-housing nini? Housing projects. Yes, nini mbaya. That's a good initiative. That's a good initiative. That's a very good initiative. Atakuja tu ile time ana hapo after ameanza election hapo December. Anakuja tu na manifesto yake ile ya 2022. Tunamwambia before to pay the next manifesto. Exactly. Na feel tunafaa ku sanitize the leaders before literally, yeah. We have to see whatever you said in the previous manifesto. Have you done them? Exactly. And I feel that is what IBC should be using to approve them. Ulikuwa na hii manifesto. Housing nini? Take. Reducing tax. Umepandisha. Wrong. If you have done, kama hujafanya 3/4 of what you said, I'm sorry, you cannot vie. But do you know you'd love that to happen, but majority of the Kenyans wouldn't love that. Hawata go with that criteria. You me personally, right now if I was to vote to someone, if I'm going, okay, when you vote, this is my criteria. Mimi nitaangalia your manifesto with your current manifesto. I just want to see manifesto yako ya 2022 ilikuwa nasema nini. Na kwa hizi vitu zote gani umeachieve? Literally, yeah. Tuachane na there's a governor mwenye alikuwa na manifesto ya kutengeneza Hollywood Kenya. Governor. Alikuwa na dream ya kutengeneza Hollywood Kenya. It was a manifesto in 2013. See, yeah, that repair manifesto, hata si Ruto repair manifesto ya laptops na si computer for kids. Kwa ni manifesto 2013, but that never happened. So tunafaa kuwa na realistic manifestos. Si ile tu kufurahisha mbona. Bana. Unajua mostly si wananchi tunataka tu kitu tubamba because the politician know the loophole where they get in. Bana ndawapea hii na promise hii na hii. So okay, so this is what you will be doing to us. Walimu nawaambia walimu kila mtu atakuwa anakunywa chai ya maziwa. Like kita kufurahisha. I feel the politicians have mastered the craft that give the poor enough hope. Exactly. It's a capitalist thing. And give the rich enough wealth or richness that they may think they may be distracted to fight you. You know, the easiest way to win power is not through the poor but through the rich. The easiest way to get to power. The rich will finance you. The rich will finance you. Yeah. So ukiwauzia what they want. Yeah. You just to keep them rich, nice that yao.
Alafu you give the poor hope. Yeah, give them enough hope. Just give them hope to think that you are the savior. Yeah, just give them hope. That's all. Utapata votes. Alafu remember the majority of the Kenyans are working class and middle class. Literally. So most likely utapata votes zako. Yeah. So it is so sad actually, but kitu niko sure nayo, next year August, we'll have totally different leaders. Tunda kuwa na, I feel next year tunaweza kuwa na Gen Z governor. You sure that's going to happen? Somewhere, just hapa tutaona. Hapa tu katika tunatoa Gen Z governor ametokea mahali. Hapa tuna Gen Z CS ametokea mahali. Because it is literally wrong. Tuko na mtu aliingia alikuwa sasa akiwa 28 years. Hadi sasa baada ana change gani unaleta? Taja jina, feel free. You are 28 years. 28 up to now. Up to now still CS. Bado ni CS. Unafanya nini? So I feel tunafaa tuko na criteria yenye hata tukikuwa na hata kama like hata tukikuwa na a dog as a president bado system itarun. Because before to enter to another election tunafaa tukuwe na measures. Ufai ku approve na IBC kama ujanini manifesto yao. Yeah, unafaa kuwa 2 copies of your manifestos. Literally, you show us this is what I said, now this is what I need to do. If you didn't do anything, you are not eligible to be a leader. You are not eligible totally. Hata unafaa kuvai tena. Yeah, you are not eligible to be a leader. Tunafaa kuwa na very accountable card leaders. Me what I feel. Our leaders wamezoea the craft of giving people money. I buy your vote by 100 shillings. Na tena wanajuanga huko kwetu it's say ukijamna. Nataka yuk na jamna. It's a common law frame yuk na jamna. Yeah, literally ndio unapewa pesa. Yuk na jamna to anyone who is not understanding that term. Yuk na jamna is a law term we use during election period to say give me money. Give me money. Yuk na jamna. Yeah. So anytime a leader comes home na piana jamna ama they don't give out money, we say this guy is not competent to be a leader. Like literally, imagine. That's how we judge leadership. Just because you can't give me 100 shillings that I need, so you are not a leader. Like, but remember, competent people don't always give. Yeah, true. Because I'm buying your vote, I'm spending a lot of money during campaigns. Na easy donor to our. I mean, I feel as a country tunafaa kufika hiyo point we are asking ourselves, why are these politicians getting all this money during campaigns? To give us. They're just having money from nowhere. I think that should. Mimi, if I was a leader, the first thing I'll make illegal in this country is campaigning with money. Yeah. Sasa president alisema kuna rambi. The next thing he did alienda kaanza akatoa rambi. Ile time wala rambi mtu akatoa 20 million. So you times alisema the rambi have to come to halt. Then next time tunatoa akitoa tena. But hii story ya politicians, you tell me, a leader, how much are MPs paid? Roughly 800, 700. I'm not sure. 800k. 800k a month, sindio? So tell me, you people have business to run. Now, why are people getting all this money that you spend during your campaigns? CDF? They still use CDF. You trust me, I doubt kama watu wanaguzanga pesa ya mfuko. They don't use that. So me generally, that is what I really would like to encourage Kenyans. If you want to change, because if you come utaenda for change, hiyo harambe yako unaitana, hatutakuja. If you wewe to vote wrong, uvote wrong leaders, then after that year, a month in nation unatuita harambe. Me personally will not come. I'm not going to lie to you. You had the chance to make a change. Education is free literally now. Education should be free from nini? From primary high school atufai kulipa fee. Mimi nafikiri tunafaa kulipa fee hapo campus na nini. But uzi niambia tuko na alida na atatuletea free education but akupe pesa, but tuko na mwenye atakuletea expensive education na anakupea pesa. So unaenda na kupea pesa, unaacha kupay pesa, alafu after 1 month utaka kujia rambi. I'm really sorry. We should now start being accountable on our own choices. Yeah, literally. You have to be accountable. Yeah. I think tunafaa kuwa na afaram where hii point election period we are heading to. We should be sanitizing the streets right now. Tunafaa kuwa na initiative. We are just teaching people about how to know an accountable person, how to choose an accountable leader, how to know someone,
what we expect from these leaders, but if they don't deliver, sindo tuliwaita tunaweza wa recall back. I was feeling like we should create a law, if it is possible, and it is possible, that si lazima tu recall back. Alafu recalling MP, it is very ni ngumu sana. Wewe recall MP right? Juni hao ndo make your law. I feel inafaa kuwe rule by 2.5 years kisha before complete half of your manifesto. Automatically your seat should be vacant. Automatically. So si lazima tukurecall. Ukana tu bana tushafika the second and a half year na bana hakuna kitu kimefanyika. Unasikia tu speaker anasema aya seat of Rangu constituency is vacant. You just go home. Because listen, what is that? Like, we should be now starting. Hii kitu kingekuwa happen but awendo si consequence. Si watu wangekuwa nyumbani sasa. Sasa tungekuwa na fresh leader pale. Sio ingekuwa you vote in new leaders but ikikuja next election different faces ni MP. But nafai kwa hivyo I feel nafai kwa hivyo. And to the youth I'll continue saying this brother and to our youth. 2020 elections. Be sound minded. Let us choose right. Wewe ni comrade uko campus. Unaona vinye maisha ni ngumu. Fee inapanda daily. Health ni ngumu. Go and vote right. Don't just say 2 term or 1 term because watu wanasema. Useme tu 1 term because watu wanasema. Know what you want. Usimove juu ya mbogi. Go and do your research. Useme tu 2 term because watu wanasema. Alafu I feel tunafika hiyo point election where tunafika point ya campaign where mtu anakuja ku influence the decisions that we'll be making. Literally Mtu anakuja tu kukwambia buda because you say ni mpoa. Hey, I've met a lot. We've met them. Cindy, we've met them several. Say this is the reason why say ni mpoa. Alafu utakaa tu chini unasema wallahi ni mpoa. So I feel tunafaa kuwa na point where the youths of this country ama anyone who has a vote, the old, the young, the middle age, tunafaa kuwa we should be making decisions sober-minded, like we should be making our own decision. Na feel decision should be coming from a point where you are contented with the decision you're making, not from an external influence ama a person's influence. Wewe ndio ukuje na hii decision, so nime follow up this part, this guy is working home sana ni motivate this I'm satisfied with the kind of work you're doing. Literally si mtu unakuja kunizia sana. Alafu nakuja tu actually that's a very good idea. Alafu during election hope you all know kila mtu ako na smartphone. Hakuna kura yako siri yako. Hiyo tumekataa. Piga kura, tuma picha. Tuonyeshe. Tutakuwa na website refu hapo sana najua YouTube atatengeneza. By the way. Lakini ndio unaturudisha nyuma. Exactly. So ukipiga kura vibaya, alafu health yako inakusumbua sasa tukuchangia cancer, na kuna tulipiga kura. Hiyo kura yako siri yako. Hiyo ni vitu tatu. I think it was used to kuiba kura. Literally So I think tunafaa kutoka kwa hiyo era sana. Hakuna story ya kura yako siri yako. Turudisha nyuma 2027, piga kura, tuonyeshe. Piga picha, tuma. Tuonyeshe ni nani umepigia kura. Tuanze kuzihesabu asubuhi na mapema. Tuanze kujioni ikifika IBC wa kinaanza yao. Sisi tuko na vote zetu tunajua hapa tunajua tally yetu. Tunajua tally yetu. We should be having our own tally. So in case of anything that goes AY, we know whatever is happening. But ukinigoshua na 2027 ndio kwa drama. This hii political environment tumeanza kuingia prison, ameanza kurudi chini. Alafu Munyoro pia amerudi kwa level. Mtu sana nadhani ni Munyoro is going to be so juicy. This is what utapata hapa ndani ya Mambao broadcast. We're going to bring to you this live, enjoying it and giving it good energy. It will be something so nice. So stay tuned. Usitoke Mambao. Like, share, comment. Usitoke Mambao. Uko kadi? Mimi niko kadi. That is going to be our finishing line. Sisi tuko kadi. Wewe uko kadi? I think we're going to roll that. Anything until next time, tupatane at Mambao Broadcaster. See you. Tuko kadi.